Asante sana studio hapo jijini Dar es Salaam. Leo hii habari za biashara na uchumi zinaletwa kwenu nami Adam Malima nikiwa hapa mkoani Mtwara. Habari hizi zinaanzia sekta ya korosho. Bodi ya korosho nchini imeeleza kwamba mpaka sasa wakulima wa korosho wameuza zaidi ya tani 437,000 zenye thamani ya shilingi trilioni 1.28, kiasi ambacho kimekusanywa kutoka kwenye minada pekee. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Akizungumza na Channel 10, mkurugenzi mkuu wa bodi ya korosho nchini Francis Alfred ameeleza kuwa kiasi hicho cha uzalishaji ni takwimu zilizochukuliwa kwenye minada ya korosho pekee, ambapo bado wanaendelea kukusanya takwimu kwenye minada ya soko la awali na ubanguaji. Kupitia minada tayari tumeshauza tani 437, lakini bado baadhi ya maeneo, kwa mfano kanda ya kati, bado wanaendelea kufanya mauzo ya korosho za Katavi, korosho za Kigoma. Kwa minada pia bado inaendelea, lakini hizi korosho ambazo tumeziuza kupitia minada hizo tani 437 zina thamani ya trilioni 1.28, ndio thamani ya hizo korosho ambazo tumeziuza kupitia kwenye minada, kwa maana ya kwamba fedha ambazo wakulima wamekwenda wamelipwa ni trilioni 1.28. Malengo yetu mwaka huu ilikuwa ni kuzalisha tani 700,000, lakini mpaka sasa tumefika tani 437 kwenye minada. Tuna imani tutafika zaidi ya tani 600,000. Hata hivyo, licha ya malengo ya msimu huu kutofanikiwa, lakini sasa wapo kwenye mikakati ya kuhakikisha kuwa msimu ujao wa kilimo cha korosho wa mwaka 2026-2027 wakulima wanazalisha zaidi ya tani 775,000. Kwa ndio malengo yetu kuelekea huu msimu ujao ni kufikia tani 775,000. Kwa mambo ambayo tumeshaanza sasa hivi, kawaida unapomaliza msimu mmoja tayari unaanza maandalizi ya msimu unaofuata. Kwa unavyoongea sasa hivi tayari tumeshaanza kampeni maalum ya, kama unafahamu sasa hivi kuna mvua zimeanza kunyesha, na mojawapo ya mahitaji ya zao la korosho ni kupata unyevu wa kutosha katika ardhi. Kwa hiyo tumeanza kuwasitiza wakulima kuhakikisha kwamba wanatifulia mashamba yao, ili kwamba hizo mvua zinazonyesha basi ziweze kuingia chini ya udongo, ili ile mikorosho iweze kupata maji ya kutosha. Kijana mmoja anayefahamika kwa jina la Omar Libo, mkazi wa manispaa Mtwara Mikindani hapa mkoani Mtwara, ameamua sasa kutumia ndoto ya mkewe kuanzisha kiwanda cha kutengeneza sabuni baada ya ndoto zake za kuwa daktari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania kushindwa kutimia. Nimemtembelea katika kiwanda chake kidogo kilichopo katika mtaa wa Mbae Mashariki na kujionea shughuli za utengenezaji wa sabuni. Ndoto yake ilikuwa ni kulitumikia Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ katika nafasi ya udaktari wa binadamu, lakini sasa tunauza sabuni za maji za kufulia, kudekia, kuoshea vyombo. Sabuni hizi ni nzuri kwa matumizi ya majumbani. Huyo ni Omar Libo, mkazi wa mtaa wa Mbae Mashariki katika manispaa Mtwara Mikindani. Hapo nyuma alitamani sana kuwa daktari jeshini, lakini ndoto imekufa na sasa ni mtengenezaji na muuzaji wa sabuni za kufulia, kudekia na kuogea. Mipango yangu tangu udogoni au totoni, nitamani nije kuwa mwanajeshi na niwe na fani ya udaktari. Kwa hiyo niwe mwanajeshi, lakini kule jeshini niwe nafanya kazi za jeshi pamoja na kazi za udaktari. Kwa hiyo ndoto yangu kubwa ilikuwa ni kuwa daktari wa jeshini kwa ajili ya kuwahudumia wanajeshi wenzangu pamoja na jamii. Ndoto ya kutengeneza sabuni si yake, bali ni ya mkewe. Haswa haikuwa katika fikra zangu siku moja kuja kumiliki kiwanda au biashara ya sabuni, lakini kupitia mke wangu ndio ndoto hii imekuja, na sasa hivi nina maono makubwa au mawazo makubwa juu ya biashara hii, nikishirikiana na yeye mke wangu mwana bwana. Kwa hiyo naamini kwamba tutafika. Kupitia ndoto ya mkewe anajuta kuchelewa kuoa. Kuna watu wanaamini kwamba ufanikiwe kwanza ndipo uoe. Lakini kumbe Mungu naye anaweza anasubiri wewe uoe kwanza ndipo ufanikiwe. Kwa hiyo mimi kabla ya kuoa ndoto yangu ilikufa, na sikuwa na ndoto tena wala kujua kwa sababu umri umeshaenda. Kwa ndoto yangu kuipata itakuwa ni ngumu. Lakini baada ya kuoa tumepata ndoto kupitia kwa mke wangu. Kwa hiyo mafanikio yamekuja baada ya kuoa. Ndoto ya mke sasa inampa fursa kama baba wa familia kufikiria kuwekeza zaidi katika utengenezaji wa sabuni alizojipa jina la sabuni za rohoni. Sina mafanikio makubwa ya kusema kwamba tayari nishakuwa tajiri, lakini hii ndoto nilikuwa nayo insha Allah
mambo yatakuwa mazuri. Wahenga wanasema nyuma mafanikio ya mwanaume yupo mwanamke imara. Mafanikio ni kutafuta wote, yale ambayo ya kutafuta wote ndo mazuri, kwa sababu hata wewe mwenyewe unajua tulitokea hapa mpaka tupo hapa, imetokea hivi na hivi. Bora kuwa wote. Ukiyakuta mafanikio huko sawa, lakini yale ambayo mnatoka wote chini mpaka mnafikia saizi hiyo, kwa mimi ndo ambayo nayaona mazuri. Sasa wateja wa sabuni za Roni wanafurahia bidhaa hizo na kushauri serikali kuwapa nguvu vijana ambao wanapambana kuhakikisha wanakuwa na viwanda vikubwa vya uzalishaji wa bidhaa mbalimbali. Kumbe ni tunaweza, tukiwezeshana tunaweza. Iwawezeshe, kama inataka kuwawezesha iwawezeshe mitaji mbalimbali, vikundi mbalimbali kama vinatokea hivyo. Namba 1 ni namba ya ushindi. Ili uwe mshindi inakubidi ushike namba 1. Usione kazi kuanza na kimoja ulichonacho. Tuangalie sasa bei za bidhaa za vyakula hapa mkoani Mtwara. Wafanyabiashara wa bidhaa za vyakula katika soko kuu la mkoa wa Mtwara wameeleza kwamba bidhaa za vyakula zimepanda bei kuanzia mwezi Disemba mwaka jana hadi Januari mwaka huu. Wakizungumzia kuongezeka kwa bidhaa hizo, wafanyabiashara hao wamesema unga na mchele ni kati ya bidhaa zilizopanda kwa kiasi kikubwa katika kipindi hiki kutokana na upatikanaji wa mazao umekuwa mdogo kipindi ambacho wakulima wapo shambani. Mfano sasa hivi mchele wa kawaida unapata kwa 2800, 2700 ambao kipindi cha mwanzo mwezi wa 10 wa 9 kule ulikuwa unapata kwa shilingi 2000, 1800 mpaka 2200. Lakini inategemea na grade ya ule mchele. Lakini sasa hivi ni ule mchele wa kawaida umepanda bei kutokana na wakati tuliokuwa nao. Bidhaa ya unga pia ilikuwa bei ya kawaida. Mfano kama kilo 25 ulikuwa unapata kwa 23, 24 mpaka 22. Lakini kwa sasa hivi huwezi kupata kwa hiyo bei. Sasa hivi unga upo kama 32 kilo 25. Karanga sasa hivi iko 6500 ukilinganisha na miezi ya nyuma, kwa sababu sasa hivi ni kipindi cha mbegu. Watu wanatumia sana mbegu tofauti na ile miezi ya 3, 4, 5, 6 sababu ziko katika hali ya mbegu. Ile maharage sasa hivi tunauza 2500 mpaka 2700. Ukilinganisha na miezi iliyopita huko Songea ilikuwa tunauza mpaka 2000 haya maharage, lakini kwa sasa hivi 2500, 600 mpaka 700 kutegemea na uhaba wa kule tunakochukua. Kwa hiyo sasa hivi kidogo tegemea na ule usafirishaji na kila kitu, kwa hiyo bei ndo ziko hivi. Aidha, wananchi wameeleza kuwa kupanda kwa bidhaa hizo kumeongeza ukali wa maisha. Sisi tunaathirika kiasi kikubwa sana, kwa sababu inakuwa wanatuambia kwamba sisi hapa tunamuuzeni hivyo kwa ajili ya na usafiri. Usafiri unatubana, ndio maana tunauza mchele shilingi 3300. Wakati mimi shilingi 3300 sina kununua chakula, na hali ya chakula cha mchele nakitaka kula na watoto wangu. Tangia ianze mwezi wa kwanza mimi sijala hata wali, na uogopa kununua kwa sababu 3300 sina. Nanunua dona 1400 ninakula na watoto, lakini wali ninakuwa na hamu nao. Awali tulikuwa tunanunua mchele kwa kilo 2800, 2200, lakini leo hii kilo moja ni 3200, 3500. Kwa kweli bei ziko juu sana, bado hazijashuka. Tungeomba bei zipunguzwe kwa sababu mwezi wa Januari unakuwa ni mwezi wa mambo mengi, mambo ya shule na nini. Tukamilishe habari za biashara na uchumi kwa kuangalia viwango vya kubadilishana fedha kama vilivyotolewa na Benki Kuu ya Tanzania. Viwango vya kubadilishana fedha ndivyo vinakamilisha habari za biashara na uchumi kutokea hapa mkoani Mtwara. Mimi ni Adam Malima, narejesha matangazo haya studio jijini Dar es Salaam.